Bwana asifiwe sana, mtakatifu wa Mungu. Bwana asifiwe, mteule. Na kukaribisha katika jina la Yesu Kristo katika kipindi chako kipendacho sana na kinapendwa na watu wengi, kipindi cha Bado Liko Tumaini. Kipindi hiki kinakujia moja kwa moja kutoka Marekani ya Kaskazini, na lengo la kipindi hiki kufikia ni kukutia moyo, kukwambia usikate tamaa, usichoke. Wewe ni mtu wa thamani, wewe ni mtu wa maana, wewe unapendwa na Mungu, wewe unaheshimiwa na Mungu. Na ndio maana nakukaribisha katika kipindi hiki uingie kwa matumaini mengi, ukijua kwamba Mungu atazungumza na wewe kitu siku hii ya leo. Sema amen. Hebu tulia tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru sana kwa sababu wewe ni mwema na fadhili zako zinadumu siku zote milele na hata milele. Umetupa tena wasaa mwingine wa kusikiliza ujumbe utokao kwako. Kwa hiyo nakusihi katika jina la Yesu, nitumie kama chombo chako. Jambo ulilokusudia kusema, sema wewe. Ulilokusudia kufanya, fanya wewe. Na mwisho wa kipindi hiki, sifa zote, heshima na utukufu tutakurudishia wewe na wewe peke yako, katika jina la Yesu. Sema amen. Wapendwa, siku hii ya leo napenda tutafakari kwa kifupi sana juu ya amri kuu ni ipi? Amri kuu ni ipi? Na hili ni swali ambalo Yesu Kristo aliulizwa. Sasa ili upate habari kamili, twende moja kwa moja katika neno la Mungu, na nitasoma Injili ya Mathayo mlango wa 22. Injili ya Mathayo mlango wa 22, nisome kuanzia mstari wa 34. Mathayo 22 kuanzia mstari wa 34. Neno la Mungu linasema hivi: na Mafarisayo waliposikia kwamba amewafumba kinywa wale Masadukayo, walifanya shauri pamoja. Mstari wa 35. Mmoja wao, mwanasheria, akamuuliza Yesu akimjaribu, Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Mstari wa 37. Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Na mstari wa 39 anasema, na hii ndiyo amri ya kwanza, na ya pili yafanana nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Mstari wa 40 anamaliza kwa kusema, katika amri hizi mbili hutegemea Torati na manabii. Mpendwa, tunaposoma habari hizi za Yesu Kristo kuulizwa na huyu mwanasheria, unajua mwanasheria alikuwa amebobea katika sheria zote za Agano la Kale. Alijulikana vile vile kama mwanatheolojia, kama mwalimu. Kwa hiyo huyu mtu aliyekuwa amesoma na kubobea katika hizi sheria anakuja kwa Yesu. Kikundi hiki kimekuja, Masadukayo na Mafarisayo wamechagua mtu mmoja mwanasheria. Lengo lao ni kutafuta jinsi ya kumkamata Yesu. Unajua hiki ni kipindi ambacho Yesu Kristo anakaribia kukamatwa na kufa pale msalabani. Hapa anauliza swali, katika Torati ni ipi iliyo amri kuu? Sasa ujue Wayahudi walikuwa na amri sio 10 kama tunavyofahamu. Walikuwa na amri 613. Nataka nirudie, walikuwa na amri 613. Kati ya hizo 613, 248 zilikuwa ni za kufanya, yaani fanya jambo fulani, fanya jambo fulani, fanya jambo fulani. Lakini 365 zilikuwa ni zile za kutofanya, kama usiibe, usizini, usimshuhudie jirani yako, usi za kutofanya. Kwa hiyo walikuwa na hizi amri zote 613. Sasa anauliza, katika hii ni ipi ambayo ni kuu? Sasa Yesu Kristo badala ya kujibu hilo swali kama mtoto darasa la 2 na darasa la 3, anachukua hizo amri zote na kuziweka katika amri kuu mbili. Ya kwanza, mpende Bwana Mungu; ya pili, mpende jirani yako. Na nataka tuangalie tu kwa kifupi mambo machache. Jambo la kwanza ni uzito wa neno mpende. Upendo umebeba uzito sana. Agape, tunaita agape, agapao katika Kiyunani iliyoandika Agano Jipya. Agapao
ni ule upendo wa kujitoa, sacrificial love. Sio upendo wa kujihurumia na kutoa ng'ombe au kondoo au kitu kingine, ya kujitoa wewe mwenyewe. Ndio maana inaitwa sacrificial love. Tunajifunza kwa Yesu Kristo, yeye mwenyewe alijitoa kwa ajili yetu, alitolewa na Mungu. Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, lakini Yesu alijitoa kwa ajili yetu vile vile. Tunaongea habari ya sacrificial love. Kwa hiyo tunapoongea habari ya upendo, tunaongea habari ya wewe kujitoa kwa ajili ya wengine, kukubali kujitoa kama sadaka, kama kafara kwa ajili ya wengine. Lakini ni upendo usiokuwa na masharti. Mara nyingi tumeongea habari ya unconditional love, usiokuwa na masharti yoyote, kwamba mimi nakupenda na wewe unipende, nakupa na mimi unipe. Ulitoa fedha za mchango fulani, nitatoa. Ulifanya mema, nitafanya. Hapana, huu ni upendo unconditional. Hauna sababu yoyote, hauna madai yoyote, hauna bakshishi yoyote, sio aina ya rushwa. Hapana, huu upendo ambao ni wa kweli. Sijui neno gani ilitumia, ni mtu aliyejitoa kweli katika upendo, sio ule upendo nusu. Hapana, hii ni committed love. Mtu amejicommit, amesema mimi nimeamua kumpenda huyu iwe iwavyo, mchana na usiku, au amenifanyia mambo mabaya au mazuri. Hapana, nimejitoa katika kumpenda. Lakini huu upendo vile vile unaanzishwa na yule anayetoa. Upendo hauanzishi na yule anayetakiwa kupendwa. Hapana, Yesu alitupenda tungali wenye dhambi, alitupenda kabla hatujamjua. Kwa hiyo ni upendo wa tofauti, ni upendo ambao unaanzishwa na wewe, kama ni kwako, kwa ndugu yako, kwa jamaa yako, kwa watoto, kwa mke, kwa unayefanya naye kazi, ni wewe unauanzisha. Ungoje atoe dalili za kupendwa ndio mpende. Hapana, lazima umpende hata kama hakuna dalili zozote. Kuna wakati huwa ninasema katika mafundisho mbalimbali ya kwamba mvua inapoanguka kwa mara ya kwanza katika ardhi kavu, katika ardhi kame na imengojwa muda mrefu, hata watoto wadogo, na mimi nilikuwa mtoto mdogo, wanakimbilia huko kwenye mvua. Yaani inafurahisha sana ile mvua ya kwanza katika vumbi, katika ukame. Kwa hiyo inapokuja watoto wanaenda kucheza huko, hey. Na mimi nilifanya hivyo zamani. Unaitwa wewe utapata homa, lakini mvua ya kwanza kwenye ardhi kavu inapendeza. Na wengine wanajua hata vumbi inapopata ile mvua ya kwanza, harufu yake inakuwa nzuri. Na sisi upendo wetu unatakiwa umiminike katika mtu ambaye hatoi upendo wowote, ni mkavu kweli kweli, anakuchukia, hakupendi, anakusemea mabaya, amekuwa kama ardhi kavu kabisa. Ukimimina upendo wako hapo, nakwambia, yani huo upendo unaleta harufu nzuri, unaleta furaha. Na mimi ndio maana nataka nikwambie, lazima uwe na upendo wa namna hiyo. Unauanzisha wewe kama mvua inayoanguka kwenye ardhi yenye vumbi. Lakini upendo ni ule upendo usiobadilisha, usiobadilika, usiobadilishwa. Upendo wa tofauti kabisa, haubadiliki wala haubadilishwi. Kwa hiyo kuja chochote, upendo ni ule ule. Lakini jambo la mwisho nalotaka kusema, sio upendo wa hisia. Hapana, ni upendo wa matendo. Wapendwa, tunaposema habari ya upendo, naongea habari ya kutoa kilicho bora zaidi kwa ajili ya mtu mwingine. Kutoa kilicho bora zaidi kwa ajili ya mtu mwingine. Hiyo ndio definition yangu ya upendo, au kusema kilicho bora zaidi kwa mtu mwingine. Sasa Yesu anachukua maneno yaliyoandikwa katika Kumbukumbu ya Torati mlango wa 6 na mstari wa 5, kumpenda Bwana Mungu kwa moyo wako wote, kwa nafsi yako yote, na kwa akili yako yote. Na maneno haya Wayahudi walikuwa wanatakiwa kuyasema kila asubuhi na jioni, ili kukumbuka kwamba Bwana Mungu ni mmoja, na huyo Mungu anatakiwa kumpenda kwa nguvu, kwa moyo wao wote, kwa nafsi zao zote, kwa akili yao yote, na katika Agano Jipya anaongeza na kwa nguvu yako yote. Kwa hiyo tunapoongea habari ya kumpenda Mungu kwa moyo, wapendwa, moyo ni kile kiini cha utu, yule Douglas ya wa ndani, yule ambaye ni mimi. Sitaki kuudhiwa, sitaki kuumizwa, sitaki kuteswa, sitaki kudhalilishwa. Ile mtu wa ndani ndio tunaita moyo, mahali ambapo tunategemea ndipo utawala wa Mungu unapokaa. Mungu anatutawala kutoka utu wa ndani.
Na hapa mara nyingi tunasema tunampokea Yesu moyoni, haingii kwenye huu moyo wa nyama, anaingia katika ule utu wako wa ndani, ule umimi wako. Wale wengine walisema I, me and myself. Yesu anaingia huko moyoni mwako. Na wapendwa, anachotaka kukaza Yesu hapa ni kwamba huu moyo wako unatakiwa utawaliwe, bosi wake awe ni Mungu na Mungu peke yake. Moyo wako umtamani Yesu, kama jinsi ambavyo tunasoma katika Zaburi ya 42 mstari wa kwanza. Zaburi ya 42 mstari wa kwanza anasema, kama ayala aioneavyo shauku. Napenda ile neno shauku. Shauku, mito ya maji, ile hamu isiyozuilika, hamu ambayo ina msukumu wa ndani, ndio inaitwa shauku. Anasema vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, hamu ya kukupenda, hamu ya kwamba nikufanye wewe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, hamu ya kukutii, hamu ya kuishi pamoja na wewe. Shauku. Nimesoma Zaburi ya 42 mstari wa kwanza. Alafu anasema umpende kwa nafsi yako yote na umpende kwa akili zako zote. Anapoongea nafsi, mara nyingine ina maana ile ile kwamba maisha yako yote, utu wako, personality. Umpende Mungu kwa personality yako, kwa utu wako, kuliko vitu vingine vinavyotuzunguka. Lakini kitu kingine anachosema hapa ni akili. Wapendwa, tunapenda tumpende Mungu kwa akili zetu. Na tunaposema akili ni ule uelewa wetu, ule uamuzi wetu, ile kufikiri kwetu. Kwa hiyo lazima tuhakikishe tunapeleka nafsi zetu, kuwaza kwetu, kuamua kwetu, kufikiri kwetu kwa Bwana Yesu na kumkabidhi yeye. Katika kitabu cha Warumi mlango wa 12, Warumi mlango wa 12 na mstari wa 2 anasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii. Kuna namna ya dunia inavyokwenda, inakwenda anti-clockwise. Sisi tunakwenda clockwise, yeye inakwenda anti-clockwise. Anasema bali mgeuzwe. Maneno haya ni magumu kwa Kiswahili. Mgeuzwe, be transformed. Kutransform ni kufanya kitu kipya kabisa kabisa. Anasema kwa kufanywa upya, renewing, kwa kufanywa upya, be renewed. Hayo nia yako ifanywe mpya, izaliwe upya. Alafu anatumia neno lingine, anasema hizo nia zenu, your mind, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Na hapa anataja maneno matatu mazito: good, acceptable and perfect. Haya yote tunatakiwa tujue na tuishi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Na tunaposema habari ya kumpenda Mungu, wapendwa, tunazo sababu zote za kumpenda Mungu, zote tu. Yeye ni muumbaji wetu, yeye ni Mwokozi, yeye ni mtunzaji wetu, yeye ametupa neema nyingi, ametupa jua, ametupa mvua, anatusaidia tunapumua, ametupa moyo, mapafu, mwili unaofanya kazi kwa njia tofauti. Wengine ametupa wazazi, ametupa mke na mume, ametupa watoto, ametupa majirani, ametupa kanisa, ametupa mahali pa kuabudu. Zaidi ametupa Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu kwa gharama ya kifo chake pale msalabani, kwamba alikufa yeye ili sisi tusife, alipigwa yeye ili sisi tusipigwe. Ndiyo, alitamani tuwe na amani tele, tuwe na uzima wa milele. Kwa hiyo wapendwa, tunaposema habari ya kumpenda Mungu, tunataka tuone ushahidi. Kama nilivyosema, kupenda ni kutoa kilicho bora zaidi. Kwa hiyo tuone ushahidi wa uhusiano wako na Mungu. Najua tayari una uhusiano naye kama Bwana na Mwokozi. Tunataka tuone ushahidi wa hicho kitu. Tunataka tuone ushahidi wa ushirika wako na Mungu, ushahidi kwamba unampenda Mungu. Tukuone unavyofanya huduma, kwa mfano, tuone unavyofanya kazi ya Mungu aliyekuitia, tuone jinsi unavyoishi maisha ya maombi, maisha ya kusoma neno lake, maisha ya kwenda kanisani, maisha ya kwenda kwenye Bible study groups, na kwenda kwenye jumuiya na chochote kilichoko hapo, semina mbalimbali. Tunataka kuona jinsi unavyoishi maisha ya ushuhuda. Tunataka tuone kama kweli unampenda Mungu kwa moyo wako wote, kwa nafsi yako yote, na kwa akili yako yote, na kwa nguvu zako zote. Tunapotaja hii amri ya kwanza, inatupeleka katika amri ya pili.
Naona kama amri ya kwanza ya kumpenda Mungu ni sawa na mti, halafu huo mti una mzizi mmoja mrefu sana. Mzizi huu unaleta uhai katika majani na unaleta uhai katika matunda. Kwa hiyo naona kama huu mzizi ndio upendo wa Mungu ambao umeshikilia mti. Halafu kupenda jirani, kupenda ndugu ni matunda yanayotokana na ule mzizi kuwa na nguvu na kupeleka chakula cha kutosha katika ule mti. Kwa kifupi, kama mzizi haupo au umekatika au umekauka, hakuna matunda yoyote yanayoweza kuonekana. Katika Biblia, waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4 mstari wa 7 unasema pendo linatoka kwa Mungu. Ndiye asili, ndiyo chimbuko, ndiye anayetupa hilo pendo. Kwa hiyo wapendwa, huu mzizi naosema upendo wa Mungu, anasema pendo latoka kwa Mungu, na anasema Mungu ni pendo. Maana yake ndiye asili ya huo upendo, ndio chimbuko la huo upendo, na huo upendo anaumimina kwetu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ndio maana tunasoma Galatia 5:22 na 23, anasema maana tunda la Roho, maana yake ni tunda moja. Huko ndani kuna vipengele 9 na kimoja katika vipengele ni upendo. Kwa hiyo Mungu anamimina pendo lake ndani yetu, analizaa pendo lake ndani yetu, analidumisha pendo lake ndani yetu, na kwa pendo hilo ndio sasa tunaweza kuwa na kumpenda jirani. Unajua hii iko kama msalaba. Msalaba una sehemu mbili, ile sehemu ya kushuka na sehemu ya kukata. Ile sehemu ya kushuka ni pendo la Mungu kwetu kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo tunapompenda Mungu, kuna ile uliopanda ule mstari wa kukata na jirani akupende. Kwa hiyo amri ya pili anaongea habari ya amri ya kumpenda jirani yako, na anataka kusema hii amri ya kumpenda jirani iwe ya kweli, isiwe ya kubabaisha, isiwe ya uongo, isiwe feki, isiwe igizo. Hapana. Na hapa nakumbuka katika Luka mlango wa 10, hatutasoma, ni habari ndefu, anaeleza habari ya yule Msamaria mwema. Swali liliulizwa, na jirani yangu ni nani? Yesu akatoa ule mfano wa yule mtu aliyepigwa na kuumizwa na kujeruhiwa, halafu Mlawi akaja akapita kando, kuhani akaja akapita kando, lakini yule Msamaria mwema akaja akamwona yule mtu pale chini, akamganga jeraha zake, akambeba, akamweka kwenye punda, akampeleka mpaka nyumba ya kulala wageni, na akalipa bili yake, naye akalala pale ile siku ya kwanza. Siku ya pili akaondoka, akasema nitarudi baadaye, kama kuna chochote atakachodaiwa zaidi ya hiki nitakuja kulipa. Na Yesu anauliza, na jirani yangu ni nani? Katika hao wawili, sio wawili sasa watatu, jirani ni yupi? Wote wanasema ni yule Msamaria mwema. Kwa nini? Kwa sababu alimuona yule mtu akiwa kwenye dhiki, kwenye shida. Sio ndugu yake, sio jamaa yake, sio jirani yake, hapati faida yoyote kwake, halafu akakubali kumsaidia. Wapendwa, tunapoongea habari ya kumpenda jirani, hatuongea habari ya yule jirani wa pale nyumbani, hatuongea habari ya jirani wa pale kazini. Tunaongea habari mtu yoyote yule, haijalishi hali yake, ni tajiri au ni maskini, amesoma sana au hajasoma, ni kabila langu au sio kabila langu, ni wa nchi yangu au sio wa nchi yangu, ni wa dini yangu au sio wa dini yangu, ametoka upande ule ndio toka au sio upande ule ndio toka. Mtu yoyote yule anayekuja kwako, huyo ni jirani yako. Na Biblia inatuonyesha kwamba lazima tuwapende, na kama ninavyosema, kupenda ni kutoa kilicho bora zaidi kwa huyu mwanadamu. Nini ambacho naweza katoa kwa mtu? Jambo la kwanza ni kumsamehe. Kumsamehe. Watu wanatukosea na wanatukosea kila siku, si tunahitaji kuwasamehe. Petro aliuliza vizuri swali kwa Yesu, nisamehe mara ngapi? Mara 7? Yesu akamwambia hapana, 7 mara 70. Maana yake samehe kila wakati, samehe asubuhi, samehe jioni, samehe usiku, samehe bila kuhesabu. Wakati wowote tunatakiwa kuwasamehe watu. Wangapi ambao wana kinyongo na ndugu zao? Wengine wamesema hata nikifa asije kaburini kwangu, hata nikiugua asinitembelee hospitalini.
Mara nyingine mnapishana huko barabarani, hamtaki kutazamana, hamtaki kuongea pamoja, umemchukia eti una bifu naye, bifu nzito, uweze kumsamehe. Ukiwa unampenda jirani yako, msamehe. Ukiwa unampenda jirani yako, mhudumie. Hata wakati haja kuomba huduma, muone katika dhiki na shida yake, mhudumie huyo mtu. Kama unampenda jirani yako, mtie moyo wakati ameshuka, wakati amekata tamaa, wakati anataka kujiua, wakati anataka kuvunja mahusiano yake na mtu mwingine, wewe unakuwa pale katikati kwa kumtia moyo. Tembea pamoja naye. Roho Mtakatifu anaitwa mfariji, anaitwa mfariji kwa sababu yeye anatembea pamoja na sisi akituhudumia. Tusikate tamaa, tusichoke. Kwa hiyo tuwatie watu moyo. Huyu ndio jirani yako. Lakini sio hivyo tu, tuwasikilize hawa watu. Mara nyingine tunashindwa kuwasikiliza watu, tunataka sisi tuwe mabosi, sisi tuwe waongeaji tu. Na mara nyingine nimeishi katika nchi nyingine, mtu ukimwambia tu jambo lolote, I know. Hii sio habari I know. Msikilize yule ambaye anaongea. Inawezekana ni mnyonge lakini ana jambo la kusema. Inawezekana ni mtoto lakini kuna jambo la kusema. Inawezekana ni mwanamke tu lakini kuna jambo la kusema. Inawezekana yeye ni wa dini nyingine tu, ni wa chama kingine, lakini ana jambo la kusema. Lakini kama tunawapenda wengine, tuwaombee. Muombee mema, usimuombee afe, apigwe, avunjike. Hapana, muombee mema. Na ndivyo Biblia inavyotuambia, tuwaombee wale wanaotuudhi. Mara nyingine tunatakiwa kuwapenda watu kwa kuwabebea mizigo yao. Ana mzigo wa ada, ana mzigo wa magonjwa, ana mzigo wa kujenga, ana mzigo wowote ule ambao umemlemea na hawezi tena kuendelea kubeba. Tumsaidie kubeba. Tunapopenda mtu ambaye ni jirani yetu, tusiwe na ubaguzi. Hapana. Yakobo mlango wa 2 anaongea habari ya ubaguzi. Mtu anakuja amevaa tai na suti, unamwambia njoo huku kaa kiti cha mbele. Tusiwe na ubaguzi wa aina yoyote. Ubaguzi kwa cheo, ubaguzi kwa rangi, ubaguzi wa aina yoyote katika jina la Yesu. Tuangalie kwamba watu wote wameumbwa na Mungu, watu wote ni sawa, na wewe usio na ubaguzi katika hilo. Lakini tunaweza kuwapenda watu wengine kwa kuwasemea mema. Mara nyingi tunapenda kuwasemea watu mabaya. Alifanya hili baya tu, alifanya hivi baya tu. Yale mabaya ndio tunapenda kuyasema, ndio tunapeleka kwenye WhatsApp, ndio tunapeleka kwenye Facebook, ndio tunataka watu wayajue huyu amefanya baya na picha yake akiwa anafanya jambo baya. Hapana. Tunaposema tunawapenda watu, tuhakikishe kwamba tunawasemea vizuri kwa watu. Kuna mambo mazuri waliofanya, hayo mazuri tuyaseme. Na kwa yale mabaya aliyofanya, hebu tuende kwake, tumuonye kwa upendo, tumshauri kwa upendo, tumrudi kwa upendo katika jina la Yesu. Nataka nimalizie kwa kusema maneno yaliyoandikwa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 13. Wakorintho wa kwanza mlango wa 13, nitasoma mistari miwili tu. Neno la Mungu linasema hivi. Wakorintho wa kwanza mlango wa 13. Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliyao na upatu uvumao. Maana yake nini? Maana yake huyu mtu anayesema kwa lugha, kama unajua mlango wa 12 wa kitabu cha Wakorintho wa kwanza inaongea habari ya karama ya kunena kwa lugha kama mara 2 hivi. Lakini vile vile mlango wa 14 unaongea habari ya kunena kwa lugha. Tena wanasema wanene wawili au watatu na kuwe na mfasiri. Kwa hiyo jambo la kunena kwa lugha lilikuwa ni jambo ambalo limeenea katika kanisa la Korintho. Maana yake wale waliompokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, waliojazwa Roho Mtakatifu, wamepewa karama ya kunena kwa lugha pamoja na karama nyingine nyingi. Hapa sitaki nikaze tu habari ya karama ya kunena kwa lugha, lakini anachotaka kusema hapa, huyu mtu aliyeokoka anayenena kwa lugha za malaika, anayenena kwa lugha za wanadamu, kama hana upendo ni bure tu. Mstari wa 2 anasema tena, nijapokuwa na unabii. Maana yake anayekuwa na unabii vile vile ameokoka, anampenda Yesu. Anasema na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuhamisha milima. Mimi sijawahi kuhamisha mlima, japo na imani timilifu kwa Mungu. Anasema kama una upendo, wewe si kitu. Nataka nikwambie mpendwa, ya kwamba unatakiwa kuwa na upendo. Hapa anamalizia kwa kusema maneno haya, nisema mstari huu wa mwisho, lakini nisome mstari mingine michache hapa ya mwisho.
katika Yohana, waraka wa kwanza Yohana mlango wa 4, waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4. Naona hapa kuna mistari mizuri ya kutueleza hapa. Anasema sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda kwanza. Kwa hiyo kwa nini sisi tunawapenda watu? Sisi tulipendwa kwanza, tena tulipendwa mpaka Yesu akafa msalabani kwa ajili yetu. Mstari wa 20 asa, mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni muongo. Muongo. Na mimi nikwambie wewe ambao unasema ninampenda Mungu, unaenda kanisani, unaabudu, unatoa sadaka, unafanya mambo mengi, kama kuna mtu unayemchukia, au mtoto wako au mume wako au jirani yako au yoyote yule unayemchukia na unajisifu kwa hilo, mimi namchukia sana huyu, nina bifu naye, wewe ni muongo. Maana yake hukumjua Mungu kabisa. Anasema maana asiyempenda ndugu yake ambaye anamuona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona. Mstari wa 21, na amri hii tumepewa na yeye Mungu, kwamba yeye ampendaye Mungu ampende na ndugu yake. Hasemi kwamba ikiwezekana ampende, akasemi kwamba Jumatatu ampende, Jumanne amchukie. Anasema ampende. Maana yake hii ni amri. Kumpenda ndugu ni amri kutoka kwa Mungu. Kusema sitamsamehe, siongei naye, nakaa naye mbali, wewe hukumjua Mungu. Na hapa anasema ushahidi kwamba unampenda Mungu ni wewe kumpenda jirani yako. Baba, ninakushukuru sana. Asante kwa neno hili la kipekee ambalo umeongea nasi siku hii ya leo kuhusu kukupenda wewe na kupenda majirani zetu. Nisaidie mimi vile vile kama utakavyowasaidia wapenzi wasikilizaji wangu leo, kwamba nikupende kwa nguvu zangu zote, kwa akili yangu yote, kwa moyo wangu wote, kwa nafsi yangu yote, na hili jambo liwe ushahidi kwa watu wengine kwamba mimi ninakupenda wewe. Lakini jambo la pili, unisaidie kuwapenda majirani zangu, na hasa wale ambao hawapendeki. Na nakuomba kwa ajili ya mpendwa msikilizaji wangu huyu, iwe hivyo hivyo, akupende wewe na wapende majirani zake, na hasa wale ambao hawapendeki. Mpe Roho wako Mtakatifu na nipe Roho wako Mtakatifu ili niweze kufanya hayo kwa nguvu zipatikanazo kwako na kwako peke yako. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi nimeomba. Amen. Tunapofika mwisho wa kipindi hiki, nataka kabla ya kukupa baraka, hebu fanya zoezi la moyo wako. Jiulize tu, je, ninampenda Mungu kwa moyo wangu wote, kwa nafsi yangu yote, kwa nguvu zangu zote, kwa akili zangu zote? Kama kuna udhaifu, pata nafasi ya kuomba kwa ajili yako mwenyewe. Lakini jiulize vile vile kama unampenda jirani yako. Kama kuna ambaye una bifu naye, umekosana naye, pata muda wa kutengeneza wewe peke yako kwanza, alafu wasiliana na huyu ambaye una bifu naye, una hasira naye, una chuki naye, ulishindwa kumsamehe. Tengeneza mambo yako kabla Yesu hajarudi kulinyakua kanisa. Kwa hiyo pokea baraka za Mungu. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Baraka hii naitoa kwako katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na kama ninavyomaliza kipindi chetu kila wakati, nataka nikwambie raha pata kwa Yesu. Haleluya, haleluya, amen.